Yesu hakufa wala hakufufuka, kwa sababu kuna kitu cha kujifunza simulizi. Yesu kafa kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Inawezekana kweli afe mtu mwingine dhambi iondoke kwako? Uwezo wa Mungu ni ajabu, inawezekana. Maandiko tunataka. Sawa sawa umeenda hospitali simulizi unaumwa malaria, daktari anajichoma sindano nywi afu malaria itoke kwako. Haiwezekani. Mungu alishakataa katika 18:20 Ezekieli, alishakataa katika Kumbukumbu la Taurati 24:36. Alishakataa kwamba mababa wasiuawe kwa ajili ya dhambi ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya dhambi ya baba zao. Kila mtu anapaswa kuuawa kwa dhambi yake mwenyewe. Lakini sikumalizia na Yohana 8:21. Soma Yohana 8:21. Okay, anasema basi akawaambia tena, ndio, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako ninyi hamuwezi kuja. Inatosha. Anawaambia mimi naondoka wanafunzi wangu, nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi zenu. Sio mimi nitajitolea kufa katika dhambi zenu. Nyinyi mtakufa katika dhambi zenu. Hakuna bali ya kubebeana dhambi. Chomeka na Galatia 6:5 simulizi. Uone raha yake namna maandiko hayo yanavyoungana hapo ndani. 6:5 anasema maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Unajifunza nini? Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Kwa nini sasa Yesu atubebee sisi madhambi tuzini sisi abebe yeye? Kwa nini? Tunasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Si ni kwamba mpaka umwamini ndio usipotee. Lakini kumwamini kama nani? Sio kufa sasa simulizi. Imesema kumwamini. Na sisi Waislamu tunamwamini kwamba huyu tunamwamini ni mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Kwa hiyo kitendo cha kuamini si tunacho, tunaamini, sio kwamba kufa. Vitu viwili tofauti. Kuamini sisi simulizi tunaamini, lakini sio kufa. Hakuja kufa eti kwa sababu watu wakombolewe dhambi. Hakuja kufa kwa staili hiyo. Na ndio maana ukisoma soma Ezekieli 18:20 kuna kitu tutajifunza kidogo. Sawa. Ezekieli 18:20. 20 anasema, lo itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Asante, endelea. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Nini unajifunza? Ukitenda dhambi unakufa mwenyewe. Na dhambi yako. Mimi simulizi kuna siku nitakuja kukupa somo hili la kufa, hili la kusema kufa Yesu hili. Nitakuja kukupa vipengele muhimu sana. Kimoja katika kipengele ni hicho. Hakuna mshindilia na Kumbukumbu 24:36 kama sijakosea. Kumbukumbu 24:36. Hebu isome hiyo. Haifiki 24:16. Jaribu 24:16. Mababa. Mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao. Tena. Wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Ndiyo. Kila mtu na auawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Nini unajifunza? Hapo hamna kubibiana dhambi. Hakuna. Simulizi akili haikubali kwamba simulizi nipigwe mimi alafu midhambi utende wewe itoke kwako. Ndio maana tunasema hakuna dhambi ya asili, tusidanganyane. Yaani wewe uliyefanya dhambi, mimi Shafi nikifanya dhambi simulizi, dhambi itakuwa juu yangu. Na wewe ukitenda dhambi, dhambi itakuwa juu yako. Tusimbebeshe mzigo Yesu kaja kubeba madhambi yetu. Tena watu wanasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Tumepona. Tunakenda kanisani kufanya nini wakati ule kashakufa? Tulirelax basi.